So tujitahidi kutumia VPN, lakini kwa wale ambao wanaomba mic pia ujitahidi kuwa na VPN. Otherwise tunaweza tukawa na ugumu wa kuendelea na space kutokana na wengi wanaomba kushindwa kuzungumza au kudondoka. Hatuwezi kuzungumza watu wawili tu hapa juu. So na wasi wale ambao waliomba mic mara ya kwanza na wakadondoka, weka VPN alafu jaribu kuomba tena. Na lazima tuelewe kwamba tuna wahuni ambao hizi kazi zao wanapozifanya, na pale ambapo tunapokata tamaa au kushindwa kuendelea kupambana, wao wanaona kama wameshinda, na ndipo wanaendeleza huu uhalifu kwa kasi sana. Kwa sasa hivi wanapambana sana kuhakikisha hatuwezi kuzungumza, hatuwezi kuwa na mijadala aina yoyote ile. Na wanatuma maboti mengi sana yanaomba mic hapa, tunayaona kwa malengo yale yale ya kutudondosha kama walivyofanya mwanzo. Lakini tunaelewa, lakini kikubwa ni kwamba lazima tujipange kuendelea kupambania uhuru wetu. Hatuwezi tukawa na nchi ambayo hata mijadala tu namna hii haiwezi kufanyika, haiwezekani. Hii mijadala huwa tunaifanya kama maoni yetu wazi wazi, yani kitendo cha kutofanya kificho, kwa sababu tungekuwa labda wahuni waaini au watu tusiopenda nchi, tungeweza coordinate hivi vitu pembeni huko, maybe Zoom, tukatafuta namna tukajificha na nini. Sisi hatuna mchawi wa kumtafuta, mambo tunayaweka wazi kwa sababu hakuna sheria tunaoivunja. Hatuna nia mbaya ya aina yoyote na mtu wala hili taifa, ila kwa sababu wao wamekosa hekima ni juu yao. Na hii inawekwa hivi, inakuwa historia kwamba hata tulichokuwa tunakizungumza miaka yote hakijawahi kuwa siri, na kwamba haiwezi kufika hatua wakasema kwamba labda watu hawajui, labda watu hawakusikia, labda watu hawakushiriki. Space za wiki iliyopita, wiki kabla ya wiki iliyopita, space zote zilisikilizwa kwa mkupuo na device au nitasema simu 120,000, ambapo kulikuwa na watu upande wa YouTube. Ukiweka watu Twitter tulikuwa napata 120,000. Mara nyingi watu hesabu watu ambao wanatufuatilia kupitia platform ya Clubhouse, kwa sababu ya idadi inakuwa si kubwa sana, lakini huwa ni 50 mpaka 100, na huwa tunaifikisha kule kwa wale ambao pia wanashindwa kutumia labda Twitter. Na kwa hizi platform mbili watu au vifaa 120 vilikuwa vimeunganishwa, na kawaida watu wakiunganisha wanasikiliza 2, 3 mpaka 5, au ni zaidi ya watu 500 unaweza kusema, au unaweza kupunguza kusema ni watu 200,000. Sasa watu wa idadi ya aina hiyo wanapokaa na kujadili masuala kuhusiana na taifa lao, unawezaje ukawapuuza na kuanza kuzimazima mitandao na kadhalika na kadhalika? Na hao watawala tunatakiwa kuwakumbusha haya mambo yana changamoto zake, na changamoto zake ziko hivi kidogo tu. Sisi siku tukisema sasa twende gizani, tumechoka, tuache, wananchi wakaendelea kuonewa, polisi wakaendelea kufanya yao wanayofanya, nadhani wote mnajua nini kitakachofuata. Hukumu zisizo na macho zitaanza kutolewa kwa familia za mapolisi, watawala, wanaharakati, kila mtu ataanza kupata hizo hukumu. Yani tutaanza kuingia kwenye ule mchezo wa kibushibushi, mapambano, yani vuru. Sisi hatutaki taifa letu lifike huko. Tunaamini katika ustaarabu. Japo wao hawaoni haya mambo, sisi tumestaarabika. Tunaamini kwamba tunaweza tukakaa, tukayajenga, tukaweka mikakati, tukamkataa Samia wazi wazi. Sio kama yeye ambaye huwa anakaa tu na vijana wake 4 wa Kizanzibari, anapanga mipango ya kuwa Watanganyika kwa siri. Sisi hatujawahi kufanya hivi vitu kwa siri, hatujawahi kufanya hata kidogo. Yeye huwa anakaa na mkuu wa jeshi upande wa wanamaji, wanateka watu, wanawaua, na huyo mkuu wa jeshi upande wa wanamaji anatakiwa kuelewa, mwanajeshi yoyote anayefanya mauaji ya aina hiyo anayoshiriki, hiyo ni vita dhidi ya binadamu. Yani hiyo umeendesha mauaji ya kivita. Wewe ni mwanajeshi, una mamlaka, unafanya mambo ya kihuni dhidi ya wanadamu, na wako wengi. Na ndio maana kuna mwingine kafungwa juzi tu hapa kutoka Sudan,
amewajibika kutokana na position yake aliyokuwa nayo. Na kumbukeni, kuna polisi mmoja amemkamata, Mwaula amegusia hapa. Kuna polisi amemkamata, amemweka ndani kwa sababu anaongea mambo yamemruka kichwani, anaongea kuhusiana na mambo mliofanya. Kumbukeni, niliwahi kuambia hapa, mtu aliyeua, aliyefanya mauaji, kuna option mbili tu: awajibishwe, afungwe, afu apate msaada wa kiakili. Hawa maaskari hao, nyie wajinga nyie, msioelewa nyie, kuna siku watawashuti. Yaani kuna siku hawa maaskari watawashuti kutokana na trauma walizonazo. Wewe Samia, hakuna mtu anaweza kukulinda kati hao watu. Hao watu hao mmewatumia, hawa na uongo watu. Wana ma stress, wana akili mbaya. Yaani kwa siku moja atakugeuzia wewe risasi. Kwa sababu tu ya msongo wa mawazo walionayo. Kwa sababu ya mazingira magumu mliowapa wa maaskari. Hawakuwahi kuandikishwa kwa ajili ya kufanya haya mambo. Mmewapeleka watu, wameua watu. Huyo Mafwele anaua na kubaka kila mtu anemuona. Inawezekana vipi kamanda wa polisi anakuwa mfiraji aliyetukuka katika jiji? Karibu Damalia, naona umerudi. Nimerudi. Yani kwanza huyo ndo mshenzi kama nini, ni mchafu. Mimi sijai kuona kiburi kama huyo. Tuna kazi. Yani haiwezekani kwa sababu yani sio wengine tunakumbuka kuna wakati babu yangu mimi alikuwa mgonjwa kiasi cha mwisho, nyakati za mwisho unamhudumia katika tu ustaarabu mzuri, unavaa gloves na nini. Lakini hawa watu wanachezea mavi ya watu tu hivi. Hawezi kuwa na akili nzuri. Hawezi kuwa na akili nzuri kabisa. Yani na hata hawa kina Rukuvi wanajifanya sijui wazee una hekima, sijui wanafanya nini. Sijui Kabudi sijui anajiita profesa. Unawezaje kuwa msomi unashirikiana na watu wanachezea mavi kila wakati? Samia anatumia hayo mavideo all the time. Na mnamjua mwenzenu Mpango, mbona alivyoona, unajua walau mimi siku hizi namsamehe Mpango. Alivyoona jamani huyu mama hapana. Japo asemi au hatosema, lakini walau alionyesha ustaarabu kwamba nyie endeleeni fanyeni ya kwenu, mimi simo. Amejitoa. Unawezaje mtu umekuwa mbunge miaka 40, wewe Rukuvi wewe, umekuwa mbunge miaka 40. Leo hii wewe unaelekea kurudisha namba. Ukijitahidi sana ni miaka 10. Hiyo miaka 10 utapata nini? Kama miaka 40 hujafanya chochote. Mtu unakuwa mbunge miaka 30. Mtu umekuwa profesa miaka nenda rudi, hujajingamua. Hivi kweli kwa vyeo anakupa Samia ndio unaweza kujingamua kweli? Huyu ambaye amejaa raha na tesa mpaka viongozi wa dini. Tena mimi swala hili la Fadha Kitima limeniuma sana. Siku chama kingine kichukua mamlaka, hawa wote wanafiki washenzi wasafishwe katika serikali. Hatuwezi kuwa na watu ambao viongozi wao wa dini wanafanywa ushenzi afu wanavumilia. Lazima tukae na hasira, tuikomboe taifa letu jamani. Hili taifa kila siku tunasemaga tumelaniwa na nani? Hatujalaniwa. Tumejipa laana. Watanzania tulifundishwa unafiki. Yaani kwamba unaliona tatizo unasema hilo lake, wewe kajitakia mwenyewe, kaingia kwenye siasa, matokeo yake hatupati anything. Yaani fikiria nchi kama Kenya yenye jangwa, yenye changamoto nyingi za hali ya hewa, wanatupiga bao kila kitu. Ethiopia hapo leo wanaagiza mandege, ndege 120. Kama vile wananunua ng'ombe tu. Hizo zinaingia hapo. Wana maproduct yao kibao. Kuanzia nguo, sijui mikoba. Sisi tunasifika eti sijui ni nchi ya pili kwa kuwa na wanyama, sijui ng'ombe na nini. Halafu mbona hata wallet tu ya kuweka vijinoti hatuwezi kweli? Kutengeneza kuwa na viwanda tukatengeneza. Halafu mnadhani kwamba eti laana sijui imetoka kwa nani? Sisi tumejilazimisha tukashiriki laana ya CCM. Hawa na CCM walijitengeneza baada ya Nyerere kufa. Hata alipofikia mwisho mzee wa watu amepambana nao kimtindo wakamuua. Matokeo yake ndio hivyo. Chama lishaoza hili. Ndio maana mtu ambaye shule anakuambia mimi sikufanya vizuri shule ndio anamtaka awe rais. Mtu darasa la 7 kwa sababu mtu aliyefeli form 4 ni darasa la 7 obvious. Anawezaje kutuongoza sasa hivi wakati huu wa sayansi na teknolojia? Hana maarifa, amezeeka, matokeo yake anafanya mauchafu. Yaani ukiweka sasa hivi tukwaga hatujajua kwamba Kikwete ni mshenzi.
Sasa hivi kuna washenzi wawili, ndio maana wamemzidi Magufuli, kwa sababu kujumlisha uchafu wa Kikwete kujumlisha uchafu wa Samia ndio tunapata haya matokeo exponential. Yani ni mtu mawili yanafanya uchafu kwa pamoja, jingine linataka huu uchafu ufanyike mpaka basi yeye aendelee kuoa tu kwa asasi hapo, achukue vibinti vitamu hivyo nini, mzee mzima kabisa aende kwa mwingine hivyo nini hivyo, kwa sababu ya suruali anakubali kutesa watu wote dunia nzima katika nchi yetu hii. Alitoka nje huko wa vijana wakamrukia. Yaani akitoka nje anaongea mambo vijana ndio ataleta mabadiliko sijui na nini na nini. Ile tweet matokeo yake akaishia kuifuta. Sasa tusiposhtuka wa Tanzania, tusiposhtuka sasa hivi, tusiposhtuka, nchi ambayo ada ya chini shule ya ovyo ovyo ni 3 milioni, yaani watu wataendelea kutumikishwa miili yao kufanya mambo ya ovyo ili kusomesha watoto. Hili tatizo lipo, linajulikana. Ni kwa sababu mifumo ambayo ilitakiwa kuwaokoa watu wasifanye haya mambo imeoza. Hazijaoza bahati mbaya, wameiozesha makusudi. Sababu wote ukirudi miaka ya 80, mbona hizi shule zilikuwa zinafanya kazi na hazina walimu? Zilikuwa vizuri tu baadhi ya shule, mpaka special schools zilikuwepo. Eti ghafla binivu tunaenda mbele kwenye sayansi na teknolojia zimeoza. Tunaendelea kucheka na CCM. Haya mambo ya wanaume kufanya mambo ya ajabu ilikuwa ni kitu yani nadra, yani kusikia eti kwamba kuna afisa fulani wa polisi ndio kazi yake hiyo. Kwanza jamii yake yenyewe ingemuita, we, tunasikia mambo gani hayo unafanya? Leo hii Ikulu inamshauri huyu anaitwa Haji Omar. Hana taaluma yoyote, hana weledi wa aina yoyote, hana elimu ya aina yoyote ya kueleweka, ni mshauri wa rais, lakini kazi yake ni kuua watu. Hiyo Ikulu hiyo ambayo watu walikuwa wanasema hii sehemu ni takatifu. Na mambo mengine lazima tuyaseme kama yalivyo. Huyo Haji Omar mbona anashinda hapo Ikulu? Hana kwake. Wanafanya nini hapo? Watu wengine wote wanaingia na kutoka. Yeye mbona anashinda hapo? Ndio lazima muelewe. Hii nchi lazima tuiokoe, si tu kwa sababu ya uchaguzi mchafu, lakini tuna mtu mchafu hapo juu. Mchafu kweli kweli, na mkisikia mchafu asu. Ndio maana anaweza akatoka akwambia mimi nilikuwa naua watu kwa sababu nilikuwa nalinda dola. Dola gani anailinda? Dola ni ya wananchi. Wananchi wametoka, wanataka dola yao, alafu unasema unailinda dola. Wewe ni nani? Yaani yeye anawezaje akailinda dola ya hii nchi ambayo sisi wananchi tunasema hatumtaki? Na anajua hatumtaki. Hajapata kula hata ya mtu mmoja, anajua. So karibuni, tuendelee. Mimi kinachonikera ni hawa watu wanapokuja wanaingilia mijadala hii, tunaifanya wazi. Kama kuna makesi ambayo najua wengi washatuwekea hayo makesi, there's no problem, wasiendelee kufanya haya mambo. Usiendelee kuingilia hii mijadala. Hii ni mijadala iko wazi kabisa. Hatutaki watu waoga. Tunafanya hivi kwa sababu tunajiamini na tunajua tunachokifanya. Anyway, karibuni kwa mjadala. Dada yepi, karibu. Asante Mshabaha. Yaani sasa mimi sina hata cha kuongezea, sababu hayo ndio mambo nilikuwa natafakari. Najiuliza maswali mengi, hata mimi napata shida, najiuliza is this our identity as Tanzanians? Ni labda tulikuwa tu hatujui na sisi kumbe ndio tuko hivi. Au what did we miss? Kwa sababu naona tumechelewa sana kugundua hizi tactics walizokuwa wanazifanya. Lakini jamani, Watanzania wote sasa hivi, yani narudia, Watanzania wote, haijalishi wewe ni nani, uko katika nafasi gani. Na hapa mimi naongea na hawa viongozi wa dini. Siwezi kuongea na dini nyingine, naongea na dini ninayojua ya Kikristo, madhehebu ya Kilutheri. Yani inasikitisha kiongozi wa dini anayeheshimika kuendelea kutishiwa maisha. It's totally uncalled. Unajiuliza wamekubalije kufika hapa? Na hakuna hata kiongozi yoyote wa dini ambaye anaona
kwamba ni lazima tusimame kwa umoja wetu na kukemea na kusema this is unacceptable. Yani mimi ungeniuliza kinachotakiwa kufanyika, kwa kweli nilikuwa nasema mara ya kwanza, mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba kwenye ile tarehe 25 ambayo ilikuwa imechaguliwa, kwamba wasiwasi wangu mkubwa ni kwamba je, watu watatoka au nini. Lakini sasa hivi ukiniuliza ninataka kusema kwamba actually tukianza kumtafakari hata huyo Yesu alikuwa ni mtu ambaye anataka haki. Ndio maana alienda akaflip the tables. Okay? Na akawa very specific. Akaendelea kwa kusema kwamba yale ya Kaisari mpeni Kaisari na yale yaliyo Mungu mpeni Mungu. Hasa leo najiuliza, kiongozi wa dhehebu linaloheshimika duniani, na yani historically it has been proven katika kutetea haki. Naona hata katika nchi ambazo nimetembelea, kanisa la Roman Catholic mara nyingi limekuwa instrumental katika kuhakikisha kwamba linasimamia misingi ya haki. Unaona hata hapa nchi za Marekani kwenye hili swala la ICE, kanisa limesimama imara katika kupigania haki, katika kuhakikisha kwamba linatetea haki ya msingi ya binadamu kuishi. Sasa imagine nyie viongozi wa dini, hii tarehe 25 nyie wa Kristo, it's a defining moment. I'm asking you politely, respectfully, embu turudi kutafakari wito wetu ni nini kama kanisa. What is really the meaning of being a church? Na kama ukienda kwenye website ya ELCA, the Evangelical Lutheran Church of America, ambayo ina partnership na Evangelical Lutheran Church of Tanzania, imekuwa so specific ku describe vision yao kama kanisa na role yao kama kanisa. Sasa najiuliza, hiyo tarehe 25 in solidarity, hebu watafakari waone wanawezaje kuungana na Watanzania kutembea kwa amani kwenda kudemand the necessary change inayohitajika katika nchi yetu. Kiongozi anayesimamia haki anapotishiwa maisha yake, it means kwamba hata kanisani hawawezi kuhubiri swala la haki kwa sababu unakuwa umefungwa. Yani ina maana we have to choose our words very carefully, kwa sababu maneno yoyote yale, hata kama una quote Biblia, let's assume una quote Proverbs ambayo ni mithali. Mithali imejaa wisdom ya kueleza kiongozi anatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo watashindwa hata kuquote, kwa sababu ya hofu ya kwamba watakacho kikote kitakuwa interpreted vipi na serikali. Jamani, kwa wale wa Lutheri wanaokumbuka, kuna kipindi ambapo huyu Mwinyi, Rais Mwinyi alikuwa na mtafaruku mkubwa na swala zima la OIC. The Lutheran Church stood up firm. Kanisa la Kilutheri pia kwa kushirikiana na Lissu na other institutions za dini ziliweza kusimama imara na kutetea swala lile la Bulyanhulu la madini. What is happening now? Mimi nawaomba tarehe 25, we have lost too many people kusherehekea Christmas kama inavyokuwa. Business as usual has to stop. Ni siku ambayo tunahitaji viongozi wetu watoke na waende wakasimame na congregates wao, waende wakasimame na watu wao na kusema tunatoka, washikane mikono na kusema hapana, tunataka mabadiliko ambayo yatainua hili taifa, mabadiliko ambayo yatahubiri haki. Asanteni Shabana, Maria na watu wote. Tunawatakia happy holidays, lakini we cannot be happy when the majority of Tanzanians are still hurting. There are so many families are hurting right now. We are hurting. I'm hurting. Kwa sababu niko katika mazingira ambayo I'm living as a refugee in a different country, while I have my own country. Watu wa diaspora,
Tuko katika hali mbaya. Sisi tuliopo Marekani sasa hivi tunaambiwa kwamba even if you are a citizen umekuwa naturalized. Saa yoyote with the craziness inayoendelea na Trump, let's assume hizo 200 people ambazo atakuwa anazifanya kila wakati anawatoa naturalized citizen na kuambia you don't qualify. Tutaenda wapi kama tutapigania nchi yetu? It's our core responsibility sisi kama diaspora kuiambia dunia tunanyimwa kuongea, na asiwadanganye watu. Wameanza campaign, wanaandika kwenye magazeti kusema wamenyimwa hela kwa sababu watu wa nje walisukuma haya maandamano. This is rubbish. Na wanataka kuwaaminisha Watanzania wa chini kwamba wanaoleta chokochoko ni diaspora. I want to make it clear, diaspora dunia yote ndio iliyoleta mabadiliko. Diaspora ndio wanahitaji kusukuma kwa sababu we've been exposed to different kinds of environments. Ni lazima tuchukue jukumu hili na kukataa. Tuwapigie watu wetu wa nyumbani na kuambia msikubali propaganda inayoendelea. Na nyie mliopo nyumbani kwa sababu ya nafasi ya diaspora ni lazima mtoke. That country does not belong to Samia na Kikwete peke yake. Hiyo nchi ina belong kwetu sisi. I have the right to feel comfortable to go to Tanzania. I have the right to enjoy my life in my home country. Right now, siko at peace. Right now, I'm not sure what tomorrow is going to bring. Lakini najua Mungu amenipa hekima na busara kuongea na kusema ukweli kwa yale yanayoendelea Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Aluta continua. Asante. Asante sana. Nashukuru na iko inspiration kwa sababu hii nchi inabidi tuipiganie kwa kweli kwa namna zote. Kuna watu mmedondoka, mmepanda, mmedondoka, kwa hivyo kuna mkanganyiko. Mkonda ulikuwepo mapema ukadondoka. Karibu. Mkonda, umewasha mic, unaweza kuzungumza. Okay, Mnish. Oh no. Mkonda. Oh, no. Mnish, karibu. Mnish kadondoka. Mura. Oh, Mura Mjait. Nashukuru Kamshabaha, nasikika. Ulipotaja Mura peke yake tu kajikuta kama sio mimi. Sasa wasijajua kumbe una mambo mapya bana. Pole, washapita na ile account nyingine. Account nyingine ilikuwa jina langu kamili, nikiomba mic hapa Damaria hanioni, ikawa mimi nakuwa niko tena na chat back channel. Sasa nikaamua kubadilisha ile jina la mbele ili ikawa sasa nilipobadilisha ile jina ikawa Damaria ananiona, nikiomba mic ananipandisha. Jamaa wana wivu sana bana, hawataki hata tujitetee kwa namna yoyote. Karibu. Kwa kweli ni hatari lakini inshallah watashindwa na sisi tutashinda. Na nashukuru sana Kamshabaha pamoja na Damaria, leo tunamuona muda mrefu hapa anadondoshwa mekiache ni mtihani. Wanamshambulia. Kwa hiyo chochote tutachosema anasikia, ila wanamshambulia sana, kila akizungumza wanadondosha space. Kwa hivyo anakusikia, wewe endelea tu. Asante sana, mimi nashukuru. Na kwanza kabla sijatoa mchango wangu, mimi kwanza namuombea dua Dada Maria, Allah akujalie afya njema, akulinde na shari za wanadamu, shari zinazoonekana na shari zisizoonekana. Dada Maria, Allah kujalie umri mrefu wenye kheri na wewe na baraka tele. Dada Maria, Allah kuweke kuja kuona mabadiliko ya taifa letu ukiwa mwenye afya mzima na furaha na meno yako kamili, sikio kufurahia siku hiyo tukiwa pamoja na kula supu ya kuku wa kienyeji. Dada Maria, kwanza mimi nashukuru, na kaka Mshabaha pia asante, na inshallah tuko pamoja na kila la kheri. Allah walinde na waeke kwenye mapambano haya magumu ya taifa letu, lakini inshallah tutafika na tutashinda. Asante. Amina.
Shukran sana. Na mimi nataka nitoe mchango wangu. Naona leo kidogo space nimefanikiwa kupanda, na baada ile tarehe 9 Disemba katika kazi ile kidogo hali yangu ilibadilika, kwa afya sio nzuri. Tarehe 9 tulikesha kwa mkia tarehe 9 ile, kwenye tarehe 11 mimi nikasafiri nikaenda nyumbani Pemba. Unajua bibi mkubwa alisikia kama mimi nilishambuliwa huko, kwa akahitaji sana nione. Kwa hiyo nikaamua niende zangu nyumbani Pemba. Nashukuru nikaonana na mzazi wangu na baadhi ya sister zangu na wengine wengi, nikabaki hapo siku kadhaa. Ikaja kwa nashindwa kupanda hapa, na wengi nikajitahidi kuwafungulia hizi space, na nikawafollow na Maria na Mshabaha, na nikana wasikiliza wengi pale kijijini kwetu. Sema network ilikuwa nasumbua sana. Unajua kwetu kidogo huku kijijini network inasumbua sana, lakini namshukuru Mungu walipata uelewa na mwamko mkubwa ya hii mijadala. Walikuwa wanasema tunasikia sisi sasa hivi kama kuna platform za Watanganyika nzuri zenye mijadala mizuri, wana wao sasa wanataka Tanganyika yao. Nikamwambia ni kweli, na baadhi nikawafungulia. Nashukuru sana kwa hilo. Na jana nimerudi Tanganyika, na nimerudi rasmi kwa ajili ya mapambano ya kesho kutwa, kwa sababu rasmi nimesema mimi ni Mtanganyika sasa. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie kitu kimoja, wa Tanzania au Watanganyika wenzangu, hasa maraba ujambo, hasa hii nchi yetu mnajua kabisa ni ngumu na ni hatari. Kwa lazima kwanza tubebe nyoyo za ujasiri na kuwa tayari kuipigania hii nchi. Maandamano yetu yasiokuwa na kikomo, mbinu na mikakati, na hii ndio natakiwa tuzungumze zaidi, mbinu na mikakati. Nimemsikia kaka Maura hapa kazungumza sana vitu vya msingi, swala la viongozi wa dini na taasisi zetu za dini, na hata Zanzibar ile 2001 tulipofanikiwa maandamano yale makubwa Zanzibar, Unguja na Pemba, nadhani tu yalizungumzwa maandamano yale, na sehemu kubwa ya kuzungumza ilikuwa ni sehemu zetu za ibada misikitini. Unajua huku Pemba misikiti ni mingi kuliko makanisa, hata Unguja hivyo hivyo. Kwa hiyo maandamano kila baada ya swala zozote zile, ilikuwa ya alfajiri, adhuhuri, la asiri, magharibi na isha, baada ya swala yalikuwa nazungumzwa, watu tujitoe, tuwe tayari, kwa sababu huu ni ukombozi wa nchi yetu Zanzibar. Ndo maandamano yale yakawa ni makubwa na tulifanikiwa, tuliteka Zanzibar yote. Basi ni kwa sababu ndo Mungu alikuwa hajapanga nini kifanyike, na baada ya hapo Mkapa akatumia nguvu kubwa, akalileta jeshi kubwa, na ndo hapo wahanga tukawa ni wengi, tulioathiriwa ni wengi, na nchi kadhalishwa wakimbizi Zanzibar. Na naongea hivi na maanisha kwa alivyozungumza Mwaura, swala la viongozi wa dini hawa ni watu muhimu sana kwenye harakati hizi za kudai haki kwenye taifa. Litakiwa leo Tanganyika viongozi wa dini zote, taasisi zote wawe na umoja na kuyazungumza haya maandamano kwa ni haki yetu, na kuwataka waumini wote tuende tayari kuingia barabarani kudai mabadiliko. Lakini taifa letu ni baya, limejaa unafiki na uchawa na ujinga, na ndio hili linalotutesa. Leo maandamano tunayazungumzia mitandaoni tu, hakuna chombo cha habari la taifa letu, hakuna wahariri wowote, na hakuna taasisi nyingine zozote ambazo zinazungumzia maandamano haya ya kijamii. Mara nyingi tumeona viongozi wa dini leo, mfano Father Kitima, hongera, Allah mlinde, na huyu ni kiongozi wa taasisi ya kanisa Katoliki, hongereni sana Katoliki, lakini bado hakuna umoja pia wa kumuunga mkono kivitendo na kuyazungumza maandamano yetu katika haya taasisi yetu ya dini. Na pia mimi nataka niwaambie tu, ndo pale kipindi Gwajima aliposimama imara kudai haki, sasa akiwa ni mwana CCM, alijeruhiwa na akafungiwa kanisa. Viongozi wa makanisa mengine wote walibaki kimya, hawakuwa tayari kulitetea lile kanisa au kutetea imani hiyo kwa sababu ya umoja wa taifa. Aliachwa mwenyewe, na leo tunamwona Father Kitima anatishiwa kuuawa na baadhi ya maaskofu wengine. Lakini kuna makanisa mengine yako kimya, hayajawa tayari kukaa tukasema ile haliwezekani. Wa viongozi wote tuko tayari na waumini wetu kuingia barabarani kudai haki. Huo ni upande wa Kristo. Upande wangu binafsi wa Islam, dini yangu mimi, huku ndo kumechafuka kabisa, hakufai, ndo kumejaa unafiki, uchafu na uchawa. Ni hatari sana tu kwa sababu anamwona Samia ni Muislamu, lakini hapana, Samia ni shetani, ni gaidi, ni kiongozi mbaya asiyefaa,
na mpaka sasa hana maslahi yoyote kwa Watanzania, hasa kwa Watanganyika, isipokuwa ana maslahi kwa familia yake, watoto wake, ndugu zake, marafiki zake, na anaipora nchi Tanganyika. Anachukua rasilimali za Tanganyika kujineemesha yeye na familia yake. Lakini pamoja na hayo, bado Watanganyika wengi wenye position nzuri mnamtizama, mnamwangalia, hamko tayari kumdhuru au kumzuia. Hichi hakikubaliki, na hili taifa ndo hapo tunapopata shida leo. Kwenye huu mmoja wa kitaifa, kupambana kwa ajili ya taifa, ni kwa sababu ya uchawa, unafiki, maslahi binafsi, njaa. Mwingine mprofesa lakini kama mjinga, kama mpumbavu. Nchi ina maprofesa kibao lakini wote wajinga. Ndio ukoona leo Samia alipotengeneza ile sheria iliyopelekwa bungeni, kijana wetu Soka mwenzetu aliitisha maandamano kupinga sheria ile, usalama wa taifa isipitishwe bungeni. Alitengeneza na maprofesa hawa na wabunge ambao wengine leo hawako tena bungeni, wako nje ya mfumo, lakini wao ndo walipitisha sheria hii mbaya ya kuwa usalama wa taifa wawe tayari kubeba bunduki na kuingia popote, na atakapofanikiwa kumuua mtu yoyote asishtakiwe. Na hichi kikosi cha usalama wa taifa rasmi mwanzo kilikuwa katika ofisi ya waziri mkuu. Rasmi kikosi hichi, msisahau, kwa kwenye sheria hii kilipelekwa Ikulu, ikamsimamizi wa kikosi hichi kinachoua leo Samia ndo anakituma, Samia ndo anakisimamia, na kamkabidhi mwanawe sasa Abduli na huyu Haji Omar Heri kukitumia kikosi hichi kuua watu na kuua Watanganyika. Hii ni hatari sana, na kikundi hichi inapewa sapoti kubwa na Watanganyika ambao mna opposition nzuri, mnao uwezo. Kwa sababu ya unafiki wenu na uchawa wenu na njaa mlioipeleka kichwani, mkashindwa kulifikiria taifa. Wale wote waliopitisha sheria hii wako wapi leo? Ndugai alikuwa ni speaker, kauawa. Kina Tulia wengine leo ndo wako nje ya mfumo, na kuna wapumbavu wengine wengi tu, maprofesa wako pembeni, lakini wamejisahau hii sheria waliipitisha mbaya hii. Leo hata wao itawafikia kwenye ubaya huu. Ndio mtambue na nyie ambao leo mmeingia katika njia za haramu, kama mtasubutu wenyewe kuendelea kumlinda huyu muuaji Samia, na mkawaona wenzenu walioondolewa ni wajinga, nyinyi ni wajanja, na nyie baadaye mtakuja kukaa nje ya mfumo. Hizi sheria mbaya zitawahukumu. Ndio mkaona leo mnashindwa kuzungumza chochote. Leo Mpolepole alikuwa mwenezi, alikuwa ni kiongozi mkubwa kwenye chama na kwenye serikali, mbele ya Magufuli, mbele ya Samia. Samia leo mtu huyu kamfanya kama ni takataka, wamemteka, hatujui kwa wamemuua vipi, na bado Watanganyika mnamuunga mkono huyu kibibi kichafu, kizinzi, kisagaji hichi, mnakitizama na vivuruga nchi. Mimi nikwambieni, miaka 5 leo ya Samia ambaye alikuwa madarakani katusaidia nini kimaendeleo ndani ya nchi zaidi ya madhila na mauaji na utesaji, ubakaji, ufiraji? Maisha yamekuwa ni magumu, wametuletea matozo kila upande, maisha haeleweki tena, nchi kaichafua, watu wanauawa kama wadudu. Bado mnamtizama, bado mnafikiria atafanya nini zaidi? Hakuna, haiwezekani. Huyu ni mtu failure, ni mtu mjinga, asiyekuwa na uwezo, asiyejua Tanganyika, na kibibi kichafu mnakilinda kibaki hapo, kiendelee kuhamasisha familia yake kuendelee kuua watu. Familia yake aichukua safari hii, ndio anaona labda ni kipindi cha mwisho kubaki madarakani, akaona familia yote ailete Ikulu waendelee kuiba, ili akimaliza wameiba kila kitu. Watanganyika mkeni, Watanganyika tuamke. Tarehe 25 lazima tuipende nchi. Huyu Samia Suluhu Hassan gaidi, mimi huwa nawashangaa sana Watanganyika. Muda mwingine mnamuita rais, bado hii midomo yenu inatamka rais tu. Mtajeni Samia tu, msimuite rais, muiteni Samia tu. Mwigulu Nchemba msimuite waziri mkuu, muiteni Mwigulu Nchemba. Muiteni hivyo hivyo. Sio unaanza kusema waziri mkuu feki. Kiswahili gani hichi? Ndio ile Tanzania bara. Ni Kiswahili ambacho hakina maana yote. Sema Tanganyika, sema Zanzibar. Muiteni Mwigulu Nchemba. Kiongozi haramu asiyechaguliwa, hafai. Watanganyika msikae mbele yake Mwigulu Nchemba akiongea ujinga, anaua watu, wameua. Leo anafikia kusema ukejeli wale waliouawa, mpaka anasema eti wanasema wameua watu 10,000. Wewe ulikuwepo? Wameleta mpaka picha za Darfur kusema Tanzania ndio wameuawa watu. Jamani, hamuoni kama ni mtu kiongozi muovu? Anaongea mbele ya wale ambao wako mbele yao, asilimia kubwa wako wameathirika pale. Maandamano tarehe 29 Oktoba, hakuna asiyeathirika dhidi ya familia yake. Hayupo.
Kama hakuuawa mtangazi yako, hakuuawa mtoto babako mkubwa au mjomba wako, kauawa mwanao, kaumia mwanao. Halafu leo anasubutu huyu Mwigulu Nchemba anasimama mbele yenu analeta kejeli na kiburi. Hamjamsusia, hamjamkamata au kumrushia chupa za mavi au kumwambia hili jambo halikubaliki. Mchukieni, mkasirikieni. Anaongea ujinga kama huu, alafu anasema kuna tume rais kaiunda eti. Wakati kashatoa hukumu tayari. Anasema picha ambazo zinazorushwa za mauaji za Darfur. Sasa hii tume anahitaji ya nini tena? Samia naye alisema hivyo hivyo. Mimi naambiwa nimetumia nguvu kubwa. Mlitaka mfanye nini? Alafu kuna tume kaiunda. Wakati kazi yote kashaimaliza. Ndugu zangu, hapa ni lazima tushikamaneni. Tuipendeni nchi na tusikate tamaa. Mapambano haya ni magumu. Si lele mama wala si rahisi. Na ukombozi wa taifa kumtoa dikteta madarakani si leo wala kesho. Ni kujipanga na kuwa tayari na kuanzisha movement ngumu. Na sasa hivi uzuri wetu, nchi hii sasa hivi imeshikwa na vijana Gen Z. Huu ni wakati wetu wa kukomboa taifa. Maandamano ya tarehe 25. Na mimi nataka niwaambie kitu tu. Kwa sababu nimeona kila sehemu akwambia kufeli, hatujafeli. Vuteni picha miaka 20 nyuma tulikuwa wapi dhidi hawa watu? Leo kinachoendelea ni nini? Leo Gen Z tunaogopewa. Tuondoeni huu uoga, tuweni tayari kuingia barabarani na kumdhibiti huyu bibi muovu asiyekuwa na faida yoyote kwa hili taifa. Zaidi ya wizi, kuleta mauaji, kuleta vikosi, watu wanauawa, wanaumizwa. Hatuna mahakama. Yamekuwa ni magenge yote ya kishenzi. Mahakama ni genge la kishenzi tu. Wakati kuna sheria zimeundwa na Samia, anayeua usimpeleke mahakama, hashtakiwi. Nchi gani? Sheria gani hizi? Mahakama gani hizi za kijinga hizi? Hizi nkudhibiti, na tukifanikiwa ya majengo tuyatieni moto. Nakwambieni tena, ndugu zangu, hii nchi inahitaji mapenzi ya kuipenda nchi na kuwachukia ambao wako madarakani. Viongozi wa dini, shikamaneni, tamkeni kauli za maandamano hii kukomboa nchi. Acheni woga, na viongozi wa dini tuwalinde hawa wanaotishiwa kuuawa. Hawa wachawi, washirikina, wabakwata na viongozi wengine wa dini upande wangu Kiislamu, hawa ni washenzi, na inshallah naandalia mazingira magumu tu. Na hawa tutawabutua hata huko kwenye majengo ya misikiti kwa sababu hawafai. Samia leo kawa ni kiongozi muovu, asiyefaa na mchafu. Sijamuona Muislamu hata mmoja kusimama akamwambia Samia unakosea. Wewe ni Muislamu, hutaki kudhulumu, hutaki kusimamia hichi na hichi na hichi. Pia Uislamu hauruhusu kubaki hapo ulipo. Lakini viongozi hawa wote wamekuwa ni washenzi, muulafi, njaa, bahasha ya 50,000 tu. Unasaliti utaifa wako. Kesho shekhe wewe utauao na kiacha kizazi chako kidogo. Kiko darasa la 7, darasa la 4. Leo na kesho kuta kuja kushangaa mzazi wangu aliwachaje viongozi hawa wabaya kutuongoza sisi hawa. Jifikirie mbele baada ya wewe kuondoka duniani, unaacha familia yako na utawala kama huu. Uje kufirwa, uje kubakwa, uje kutekwa na kuuawa kama mdudu. Kwa kumlinda kibibi hichi kichafu, kisichokuwa na uwezo wowote, na hakina nguvu, na hakina ushawishi wowote. Mpaka sasa nchi kaitia mazonge, maisha magumu, matatizo makubwa. Huwezi fanya lolote kama huna hela sasa hivi. Kuna familia kadhaa nimeziona leo zinalalamika swala la shule kesho kutwa sije zikifunguliwa. Anaambiwa uniform anunue shuleni. Shati moja na lebo moja kifuani hapa 25,000 na haruhusi kununua ya machinga nje inauza shilingi 6,000, akanunua 10,000 lebo ya shule akabandika. Ni mtihani sana. Nikamwambia andamaneni, kweni tayari. Wananiambia utaandamana peke yako. Hakuna wa kweli katika watoto wote wazazi ambao wanasoma hizi shule zetu. Na ni kweli nafi kumekuwa ni mkubwa. Yote wamesababisha viongozi wa dini. Walitakiwa wazungumze ukweli misikitini, makanisani dhidi ya uongozi huu mbaya mchafu. Kwa nini tunafikia hapa? Leo hamuna wivu nyinyi na nchi yenu kumwona Samia familia yake yote iko madarakani. Yote Ikulu. Alafu anasimama malaya yake mmoja yule wano anasema tujajirini. Yeye mbona hakujaajiri siku zote hizo? Mpaka mama yake amtie Ikulu kwa sababu anaona mimi nikimalizia kipindi hicho akae Ikulu tuibe. Hamtaki kupenda nchi yenu wa Tanganyika. Mnamwacha bibi mchafu aendelee kufanya uovu. Hapana. Kataeni hili na waomba tarehe 25. Inshallah. Vijana amkeni, Watanganyika amkeni. Taifa hili ni letu. Hawa watu wanapambana kila sehemu kutubana, lakini nawaambieni tu, mnatuzima kila sehemu kutufinya tusitoe kauli yoyote. Hili hamtafanikiwa, lakini mnapotupeleka tutakuja kwenye zama za kiza za kuuana. Nadhani huku mkamlaumu mtu kwa sababu
wenyewe ndo mmefanya hivi. Mmetuzibia waandishi wa habari nchi hii wote, vyombo vya wote, hakuna sema kulalamika. Hata mtu analalamika leo kwa anatafuta maiti ya mdogo wake, mnamteka. Ni watu gani nyinyi? Ni binadamu kweli? Ndugu zangu, amkeni, msiogope. Mbinu na mikakati ni umoja wetu. Maandamano yetu yanaanzia mitaani kwetu kuingia barabarani. Nadhani kwa kuelekea tunapajua. Taasisi tunazielewa ni zipi. Lazima na maandamano yetu 2001 dada Maria, mimi nikiwa mdogo, baada hapo familia yangu kashambuliwa kwa machafu, tulianzia maandamano mitaani. Kwanza lizungumzwa misikitini, sehemu zetu za vijue zote. Tarehe ilipofika tulianza vijijini, kila sehemu tunaelekea mjini wenyewe. Kila sehemu natoka kundi huku na huku. Kuna sisi tuende tayari kutoka kimakundi, kimtaa, kimaeneo, kiwilaya, kila kona tuelekee barabara kuu zinajulikana. Kila kwa sehemu yako ya mtaa una barabara yako kuu ambayo inakuelekeza wapi. Tukikutana njiani, barabarani, umoja wetu tutajua wapi tuende. Hawa waovu wakiamua ubaya wao, na sisi binadamu hatushindwi. Tutawajibu jinsi gani wanavyokuja, vyovyote wavo, lakini lazima tuwe wamoja na kuwa tayari kulitetea hili taifa kwa njia yoyote. Ndugu zangu, hatujafeli. Msizungumze kufeli, mnakosea. Nyinyi vuteni picha mwaka 2000 tulikuwa wapi? Tulikuwa tunayazungumza haya miaka 20 nyuma au miaka 15 nyuma? Leo tuko kwenye uelewa wa haki, na hili taifa linajua kuwa sasa Watanganyika wameamka, wako tayari kuipigania nchi yao. Hapa tushikilie hivi hivi, hakuna kufeli. Maandamano yetu hayana ukomo. Tutapambana na tunahakikisha Samia havuki hii miaka ambayo nimebaki, na hii serikali haramu tutaiondoa, tutaidhibiti, tutaiwajibisha. Mimi nashukuru sana na asante sana, shukrani. Asante sana Mjahidi, nashukuru sana kwa mchango mzuri. Rubara, naona wewe una changamoto nyingi, wanakudondosha na umerudi. Sijui uko kwenye position kuzungumza? Ndio Shabaha, nimeweza kujiunga tena. Nadhani umeona kwenye back end nimekutumia malengo yao na mbinu zao Nimeona hiyo. Tutatafuta namna ya kuelimisha jamii waelewe huo mkakati wao, na kwa mara ya kwanza tumeweza kuona hii ni mpya wanayoitumia kudondosha space. Nashukuru sana. Nadhani inabidi watu waelewe. Sasa mimi naomba niseme kwa ufupi, na niseme tu kwenye mikakati tulio nayo. Nashukuru wote ambao wamechangia tangu mwanzo, japo leo nimepigwa vita vikubwa sana. Kwa hiyo nimemiss vitu vingi sana, lakini naomba nianze kwa kukubaliana na Mujahideen kwamba hili swala la kudhani au watu kusambaziwa uongo kwamba tarehe 9 ilifail, kwa kweli tarehe 9 haikufail. Tarehe 9 haikufail kwa sababu ukiangalia kwa macho ya kuichakata kilichotokea tarehe 9 ni kwamba vyombo vya usalama vilivyosambazwa mitaani na maeneo mengine yalifanya kazi ambayo, yani wale wawakilishi walifanya kazi ambayo ilionyesha kwamba wao ni wapumbavu. Kwanza. Cha pili ni kwamba bado wanatumia nguvu kubwa sana, na ukiangalia uhalisia wa mambo ni kwamba hawana zana za kutosha. Na nikiongelea swala la zana ni kwamba hawana resources za kutosha za kuhakikisha ya kwamba wanaweza wakasimamia uovu wao kulingana na wanavyotaka wao. Kwanza ni kwamba kisheria huwezi ukamweka mtu aende shift ya masaa 12. Moja. Masaa ambayo yanakubalika kiafya ni masaa 8 ndio masaa ambayo yanakubalika. Lakini kipindi ambapo tunaelekea tarehe 9, nakumbuka sisi wenyewe tulipata msiba na ilibidi niende Chanika kwa siku 2 siku 3 kabla ya tarehe 9. Na ni kweli kwamba ile barabara ya kwenda Chanika, yani kulikuwa na magari ya mapolisi na kulikuwa na magari ya wanajeshi wengi sana ambao walikuwa wanazunguka tu. Kwa hiyo moja,
pamoja na kwamba walifanya kazi ambayo ilionyesha kwamba Watanzania kwa kweli wamechoka na wanaweza wakafanya boycott ambayo ndio ile kukaa ndani, ni kwamba walitumia hela ambazo hawangepaswa kutumia. Sasa hivi wale watu ambao wangedhani hata wangewauzia madini yetu, obviously wameanza kusimama kidete na wananchi wakidai haki. Kwa hiyo tarehe 9 ukiangalia kwa ujumla ilikuwa ni siku ambapo kulikuwa na ushindi mkubwa sana, kwa sababu ukitaka kuiangusha milki fulani unafanya economic sabotage, na hicho ndicho kilichofanyika siku hiyo. Kwa sababu ukiangalia hiyo tarehe 9 sidhani kama kuna chochote ambacho kilitoka bandarini, kwa sababu kila mtu alikuwa anaogopa. Sidhani kama watu walienda Mlimani City kununua chochote na kupaki magari kule. Sidhani kama bia ziliuzwa za kutosha nani huko mitaani, kwa sababu serikali inapata hela yake nyingi sana kutoka kwenye unywaji wa pombe na sigara na uvutaji wa sigara huko mitaani, ukiachilia yale ya makubwa kama kule bandarini. Sasa nadhani kitu ambacho nimekuwa ninasikika? Nasikika vizuri sana. Okay. Kitu ambacho nadhani ningependa pia kusisitizia ni kwamba mimi nimekuwa nikiwaza, je, tukisema waziwazi kwamba tunaenda kufanya hivi tarehe fulani, je, inakuwa ni favor kwetu kwa njia moja ya kwamba itakuwa kuitangazia jamii ya Kitanzania na pia jamii ya kimataifa ya kwamba Watanzania Watanganyika wanataka kwenda kuprotest, kuandamana na madai yetu ni haya na haya na haya, au ni kitu ambacho kinaweza kikatuacha tusiwe na usalama wowote ule? Lakini hadi leo nadhani imefika sehemu niliposikia mshabaha ulipokuwa unasema kwamba sisi majadiliano haya au maongezi haya na mipango ya kuandamana ni mipango ambayo yanafanyika kwa uwazi zaidi, kwa maana ya kwamba hakuna kile kitu ambacho tunataka kuficha, hakuna kitu ambacho wale ambao wanajadili maandamano wanataka kuficha, bali tunachohitaji ni kitu ambacho hata kwa hawa walinzi ambao wamewaweka sasa hivi, moja, wamekaa kama walinzi wetu, lakini pili, wamekaa kama intimidators, ni instigators ambao tusipokuwa waangalifu nao wanaweza wakatuchochea sisi tuanze kwenda kwenye lile eneo ambalo sasa hasira tulizo nazo, hasira ambayo Watanganyika wengi hasa vijana wanayo, italipuka zaidi. Kwa hiyo pamoja na kwamba wamewaweka kwa njia hiyo, nadhani ni kitu ambacho inabidi, licha ya kuogopa. Mara ya kwanza mimi nilikuwa naogopa sana, kwa nini tuseme wazi mikakati yetu, lakini nadhani hadi sasa hivi ninaona umuhimu wake. Tarehe 9 na tarehe 25 na siku yoyote ile ya sikukuu ya kijamii, nadhani ni siku ambayo ni nzuri sana katika mikakati hii ambayo tunaipanga, kwa maana kwamba tunachohitajika kufanya sasa hivi ni kuhamasisha madhehebu mengi, sana sana madhehebu ya dini ya Kikristo waweze kupaza sauti juu ya haki ya Mtanzania kukandamizwa na kuminywa. Tunajua kwamba dhehebu la Kikristo kama la Waanglikana au Walutheri na hao wengine obviously hawatakuwa sambamba na sisi, kwa sababu hawa ni watu ambao wanapata vibahasha vyao, lakini tumshukuru Mungu kwamba bado katika hayo madhehebu kuna watu wachache ambao wana misimamo. Nilikuwa naangalia, ukiangalia mwenendo tulio nao, mara ya kwanza nilipokuwa namwangalia ndugu Gwajima, kwa kweli nilikuwa namchukia kwa sababu yeye alikuwa mtumishi wa Mungu, akaingia kwenye siasa na kwa njia moja au nyingine akawa sehemu ya ukandamizaji wa haki za Watanzania. Lakini nikashukuru nilipoona hakushupalia shingo,
bali alikubali kusema kwamba nimeona nilipokuwa naenda, nataka kurudi kwenye njia sahihi, na akasema ya kwamba kanisa lifungwe. Kanisa hata likifungwa milele, kutekwa kwa watu, kuuawa kwa Watanzania ovyo, haki ya Mtanganyika kuminywa, kamwe haitakubalika. Na nadhani tunaona kuna kitu ambacho kinakuja. Hakuna usalama ndani ya CCM. Hakuna usalama ndani ya dini la Kiislamu, kwa sababu sifikirii kama Waislamu wote, viongozi wote wa Kiislamu wanafuatilia upumbavu ambao walifanya viongozi wachache wa Kiislamu ambao walisema kwamba watapita mitaani kuua kila mtu ambaye anaenda kuandamana. Na sidhani kama Waanglikana na Walutheri wote wanafata mkumbo huo ambao mkuu wao wa dini amefata. Obviously kuna maamluki, lakini kuwa na maamluki ndani ya nyumba ya Mungu anayedai ya kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu ndio ile kusema unamkufuru Mwenyezi Mungu, unamdharau Mwenyezi Mungu, unamdhalimu Mwenyezi Mungu. Sasa tuitumie nafasi hizi ambazo kimkakati tumevichagua, siku hizi ambazo tunataka kuandamana viwe siku ambazo vitafanyika vizuri. Lakini mimi naomba bado nisisitize kwamba tunahitaji njia thabiti ya mawasiliano, moja. Cha pili, tunahitaji kuwa na makundi tofauti tofauti katika maeneo tofauti tofauti. Pili, kwa sababu tukifanya kwamba hili jambo linafanyika sehemu moja, mimi bado naamini ya kwamba ni rahisi sana sisi kuwa rounded up. Na kwa sababu shughuli hii ni shughuli ambayo una mwendelezo, naomba tusilisitishe, naomba tuendelee kuhimizana, na naomba tuendelee kutoa elimu, kwa sababu katika kuhimizana ni lazima pia tutoe elimu. Elimu ya kwanza ni kwamba na dada Maria, naomba niseme kwamba kuna kitu ambacho mimi nimeongea mara kwa mara, na kuna wakati ambapo wachangiaji wengi wamekuwa wakiongea kwamba tunahitaji kuandamana kwa amani. Lakini tukiwa kama mtu amekuja na kuanza kuwaumiza watu ambao wako kwenye maandamano ya amani, basi hapo ni kuleta kitu ambacho hakitafaa, na kweli kutakuwepo na retaliation. Tukumbuke kwamba Maria amekuwa akisisitiza ya kwamba tunachohitaji ni maandamano ya amani. Na elimu nyingine ambayo sasa tunahitaji ni ile retaliatory reaction. Kwa sababu hawa watu wana uwezo wa kufanya kila jambo kuhakikisha ya kwamba wana intimidate. Wakishindwa kuintimidate na kutufanya tuhofie na tuwe na uoga ya kutosema na pia kutoandamana, basi watakuja kimaguvu. Na wakija kimaguvu na tukajibu, basi watapata sehemu ambapo sasa wanaweza wakasema kwamba ilibidi tujihami. Mnakumbuka ya kwamba ndugu Samia alienda jukwaani akasema ya kwamba ndio tulitumia nguvu, mlikuwa mnataka tufanyeje? Hiyo inatuonesha ya kwamba tuna deal na mtu ambaye hana uwezo wa kupinga anachoambiwa. Kwa kusema ukweli, mimi nadhani ya kwamba ndugu Samia is being used as a puppet, and she is playing puppetry in a perfect way. Kwa hiyo naomba tujue kwamba tuna deal na mtu ambaye hana uwezo wa kupinga maovu. Ikiwa anashauriwa na mtu mwingine, basi hana mamlaka, hana uwezo, hana utu, na wala ile ambayo tunaita the common sense ambao kila mtu anapaswa kuwa nacho. Hana hata ile common sense at a personal level kusema kwamba no, the buck stops here. So we have someone who has nothing to lose. Na hakuna vita mbaya kama unapigana vita na mtu ambaye definitely and certainly does not have anything to lose, kwa sababu alicho nacho sasa hivi kinatosha. Anamuingiza hadi na mwanae kwenye mambo haya ya madhulumati. Yani mzazi wa aina hiyo ni mzazi ambao hata hapaswi kuwa mzazi nyumbani hata siku moja. So
Naomba niseme hayo machache na nisirudie, ili watu wengine pia wapate nafasi ya kuchangia. Lakini moja, tunahitaji elimu ya matumizi ya hizi zana za kiteknolojia ambazo tunazo. Mshabaha, nimekuonyesha vile wamejaribu kupiga hiyo vita. Mara ya kwanza pia nilishamtumia dada Maria walivyokuwa wanajaribu kunifanya mimi ya kwamba mimi ndio nidondoshe space. Cha pili, naomba tuendelee kuhimizana ya kwamba sisi tunachokihitaji ni kuhakikisha ya kwamba tunafanya zile saboteurs ambazo zitahakikisha ya kwamba hata chakula wanayopeleka kwa wale mapolisi ambao wako kwenye vituo tofauti tofauti. Hivi mnajua kuna magari ambayo yanatembea kwenye line zote Dar es Salaam nzima zikipeleka chakula kwa wanajeshi na mapolisi, sana sana mapolisi. Hivi mshawahi kujua hivyo? Yani yako mengi tu. Kwa hiyo yani ile economic funza tusipate uoga wala tusipate kuchoka kwenda mbele. Asanteni sana. Asante sana, na nadhani haya magari itabidi tufuatilie, kwa sababu uzuri siku hizi unaweza ukaweza kujua namba, na tutaanzia hapo tujue. Hayana namba, lakini kupiga picha tunaweza tukapiga. Yani ukipita hii barabara, samahani nani Mshabaha, ukipita barabara ya kwenda Mbagala, ukipita muda wa saa 4 kuna gari linapita limebeba chakula, saa 6 kuna gari limebeba chakula, jioni kuna gari limebeba chakula, lakini kuna gari ambao linahamisha watu ili kubadilisha doria. Sasa niwaambie kitu kingine ya kwamba nyuma, unajua hii nchi ni nchi ya ajabu sana. Unajua kama hii nchi kweli tuna watu ambao are trained, yani watu ambao wamepata mafunzo vizuri ya intelligence au ile high level security. Huwezi ukawa na jeshi la nchi, jeshi la Watanzania linaweka kambi nyuma ya kituo cha mabasi ya Magufuli, in the open, where kama watu wangekuwa watu ambao wamepinda kiasi kwamba Tanzania tungeshafika sehemu ambapo yani mtu ameamua kwamba sasa ninaenda kufanya vitu vya gizani. Sasa they don't have a place to hide. They don't have a place to hide. Yani unawezaje nchi ambayo inajiamini? Yani anyway, naomba niachie hapo. Lakini hayo magari hayana namba, yanatembea barabarani bila namba. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nataka kusema ni kwamba ukienda mjini sasa hivi watu wengi watakwambia vitu viwili ambavyo naomba niwaelezee hapa. Mapolisi wenyewe wana uoga mkubwa sana. Ma-CCM wenyewe wana uoga mkubwa sana. Hivi majuzi waziri wa maji alikuja kwenye kata ninakoishi mimi. Na alipokuja wana CCM walikuwa wanasema sasa hivi inabidi tuwe neutral. Huko mitaani hapakaliki. Moja. Cha pili, kuna hali fulani ambayo unajua mwanzoni mapolisi na watu wa State House na kila mtu alikuwa anapenda sana kwenda na ving'ora barabarani na vile vimulimuli barabarani, na ikifika sehemu ambapo yani anataka kupita na unamzuia, labda we uko kwenye gari au bajaji, yani wanatishia kabisa kugonga gari au bajaji ulichopanda wewe. Nakwambia hivi, wanakuwa wapole sasa hivi. Wanajua kwamba Tanzania is never going back to what it used to be. It's not about Mr. Policeman beat me. Not anymore. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tayari vishabadilika na tunahitaji kuendelea hivyo kuhakikisha ya kwamba moja, mapolisi wajue, na hili nimekuwa nikilisema mara kwa mara, wanaishi na sisi mitaani. Watoto wao tunawajua, wake zao tunawajua, nyumba zao tunazijua zilipo. Kama hawa Watanganyika ambao wameuawa, ndugu zao na marafiki zao na majirani zao wameuawa kwa kiasi hicho, wakiamua sasa kutofanya chochote hadharani kama hivi, wao watakuwa wageni wa nani? Asanteni.
Asante sana kwa insight. Gatrap, Gati, Yes, karibu. asante. Habari za jioni hii, I mean usiku, wana space wote. Actually mimi leo sikuwa sana nataka kuchangia, nilikuwa nataka sana kusikiliza, lakini nikachukia baada ya kuona tunapigwa sana ama tunapotea mara tusikilizani na nini. Hiyo ikanifanya na mimi niseme ule muda ambao wanatuzimia, na mimi nikawa akili inatafakari na kufikiri mambo ambayo wengine wamechangia niliobahatika kusikia, ambayo sikubahatika kusikia, na mimi naweza nikasikiza kwa wakati mwingine recordings na nini. Lakini mimi ninaweza nikazungumza kwa namna hii. Nilichogundua kutokana sio tu na space hii, lakini pia na sehemu zingine ambazo watu wanajadiliana mitaani na kwenye mitandao mingine pia ya kijamii au kwenye makundi mengine pia umuhumu. Nimeona watu kuna some kind of magrupu tumegawanyika, kwamba kuna watu ambao wanaamini kwamba we can do it, na ndo hawa ambao wanatupush muda mwingi, wanatuhamasisha kwamba yani hatuko pabaya, of which is true. Kwa mimi kwa nafasi niliyopo au kwa uelewa wangu au kwa mtazamo wangu wa mambo na uwezo wangu wa kutafakari na ninavyoyaona mambo, sidhani kama sasa hivi ninahitaji mtu wa kunihamasisha kuniambia kwamba we are on the right track or wrong track. Lakini bado kuna wale wengine ambao wanarudi nyuma, sijajua kwa nini, labda sijajua, maybe labda sijui ni uzoefu au ni nini, sielewi. Lakini mimi niseme kwamba kama mchangiaji wa waliotangulia walivyosema na huyu aliyetoka sasa, kwamba tukirudi kwenye movement iliyofanyika tarehe 9, amezungumzia sana economic, kwamba tulisucceed kwenye hilo eneo. Mimi niongezee kwamba haikuwa tu only kwenye economic, lakini tu hata ile hali ya kimazingira ya mtu kuishi. Suppose ingekuwa kwamba ni siku ambayo hatutaki kufanya shughuli yote ya kiuchumi. Je, tulikuwa hatutaki hata kutoka tu kuenjoy siku ya uhuru alafu tumefungiwa ndani tu? Kwa sababu sio kwamba watu walikaa ndani kwa hiari. Watu walikaa ndani baada ya vitisho, na vitisho sio tu vile vya maneno vya kuambiwa kwamba sio kama hauna movement ya lazima usitoke. No, the whole week kuanzia tarehe 5 sio tarehe 4 tumewashuhudia watu wenye masilaha makali wanasimama humu kwenye vituo vya mwendokasi, mabarabarani, kila sehemu wameweka center. Bado hawajaisha, wamepungua kwa kiasi kubwa, lakini hawajaisha, bado wapo, tunapishana nao. Au askari, sijui field force, sijui polisi, I don't know, tunapishana nao. Hizo ni harakati za kutisha watu ambazo kimsingi hazisaidii chochote. Kwa hiyo wale ambao wamerudi nyuma wakifikiri kwamba movement hiyo imefeli, nafikiri tu ni wrong interpretation. Ile movement was very fine, kilichofanyika kilifanyika kama ambavyo tarehe 29 dunia ilijua dhamira ya viongozi tulio nao na uwezo wao, namna yao ya kufanya maamuzi, namna yao wanavyojidai wao wanajali watu, kumbe ni wanafiki. The way sijui niko online. Nasikika? Yes. The way walivyo treat watu ile siku tarehe 29, it's the same way ilionekana treatment yao kwenye tarehe 9, kwamba kumbe sasa wameachia hiyo internet, japokuwa walikuwa hivyo wanaipuliza kidogo, lakini hawakuibana. Lakini waliweka kila sehemu, mtu huwezi kutoka ukafika safari unakokwenda, hata ukisema ujikaze roho utoke. Wapo watu walijitolea wakatoka kidishibishi kuanzia ule usiku na nini, alafu baadaye mnaanza kuwa mocked. Lakini wapo watu ambao walisucceed, tuliona Mbeya kule walitoka na mabango yao. Kwa mimi hiyo ni ya kwanza, naona kwamba sio kwamba ilifeli, haikufeli. 1, 2, interpretation nyingine ambayo mimi ninataka sasa watu waione, sijui kwa nini
haizungumzwi, lakini mimi nimeiona haizungumzwi, lakini iko practiced sana kuliko kuzungumzwa. Hii ya kwamba ni constantly hizo tarehe ambazo zinafanyika zimeachana kwa interval fulani, lakini ni muendelezo kutoka tarehe 29 mpaka tarehe 9. Kuna interval hapo katikati ya muda ambao watu hawapo kwenye movement. Actually sio kwamba hawapo kwenye movement, inaendelea ikiwa iko down, watu wanafanya preparation na nini. Kutoka kwenye tarehe 9 inakuja mpaka tarehe 25 ni kipindi ambacho ni serikali iko busy, hawapumziki, and that's our goal. It's not kwamba tunavyosema maandamano yasio na kikomo. Ni kweli intention ni kwamba watu wanapoingia barabarani wasitoke mpaka demand ambazo tuko nazo zinapatiwa solution, lakini haina maana kwamba eti kuwa tu pale barabarani ndio maandamano. Hata hichi kinachofanyika kwamba we angalia kuanzia tarehe 29 mpaka leo watu hawajadili mambo mengine, yani ni kitu very right to me. Kwa mimi ninavyotafsiri na kuona mambo, ni kitu ambacho kiko sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu that's what we can do. Nakumbuka all the time kwenye hii space huwa tunaambiwa fanya on your part, the rest achia wanaoweza kufanya. Wewe huna bunduki ya kusema mtu akikupiga utamjibisha nayo, lakini unaweza kuistress government this way. Stress government this way. Wewe huna bunduki au huna media yako, lakini unaweza kuchukua video. Kwani matukio yote yaliyotokea hapa katikati media gani itangaza? Lakini vitu vimeenda viral, taarifa dunia imepata. Hizo zote ni nani ambazo ziko sawa sawa. Sasa kwenye hili la mipango, kwenye hili la mbinu na mikakati kwa tarehe 25, sasa mimi niseme hivi, nimesikia watu wakisema it's good kuanza tarehe 24, well and good. Hata wakianza tarehe 23 kesho, hata wakianza lini it's okay. Lakini kwenye hilo mimi naongezea, kuna wale ambao wanasema ni siku ya ibada na nini na nini. Hilo limeshajadiliwa likawekwa pembeni. Amnaga movement ambayo huwa inapisha watu sijui kwamba sasa wanaenda kula sijui wanaenda kuenjoy na kufanya nini. Kwanza katika situation tuliyoko tuna enjoy nini? Hakuna tunachoenjoy. Inatosha kuadhimisha na kukumbuka tukio la kuzaliwa Mwokozi kwa Wakristo, it's okay. Sio mbaya, inatosha. Lakini haina maana kwamba mambo mengine ya stop kwa ajili hiyo. No, tunaweza tukafanya vyote kwa pamoja. Hiyo tarehe 24 mimi naongezea hapo kwamba huwa inaanza mikesha. Mikesha huwa inakuwa ya aina mbalimbali wakati wa tarehe 24. Kuna mikesha wanaoenda kanisani, kuna mikesha wanaoenda disco, viwanja, wapi na mahali pengine. Tunaweza tukatumia hiyo opportunity. Wale tunaokwenda kanisani, si ndio? Na wale ambao wote ni waoga, pengine wewe kama unajiona ni muoga na nini huwezi kuingia barabarani, itafaa sana na utakuwa umefanya kitu cha maana. Unapokwenda hiyo kanisani, ukabeba tu bango lako, ukafika pale kanisani kwako, au kama ni klabu yako unakokwenda au uko kuenjoy na kula bata, ukapiga picha, ukatoa ishara, picha zikaenda viral, dunia ikajua kwamba leo Watanzania, Watanganyika wako kwenye movement fulani. It's very nice. Kwa mfano mwashumu pale mnapokwenda kusali au mnapokwenda disco, sio mtu mmoja, ni watu wengi, mnakuwa pale mamia, maelfu kutokana na ukubwa wa eneo. Ashumu mkawa hata watu 50 tu mmekuja. Mbona diaspora tunaona hata East Africa tunaona walikusanyika sehemu moja wakafanya ile kufanya nini, solidarity na watu wa huku. Hawapo huku lakini walikusanyika na it make sense. Hawakuwa wanatembea, japokuwa sisi tumeintend kufanya hiyo movement ya kutembea, lakini hata kama inazuiliwa, ikishindikana, tufanye hiyo inayowezekana. Hiyo ya tarehe 25 hapo kanisani. Na muda mzuri ambao mimi ninaona hiyo inaweza kufanyika ni muda wa kwenda, kwa sababu inakuwa bado ni mapema na mnakuwa katika wingi, tofauti na ule muda wa kurudi ambapo mnaanza kuwindwa au
hivyo wanakaa yani usiku ukiwa mwingi sana, hata na security, kwa sababu wao wenyewe ndio wanategemea watulinde, wenyewe ndo wanatuwinda badala ya kulinda. So ule muda wa kwenda ni perfect zaidi. Mnafanya hilo jambo, wanaendelea kusali, na hii sio kwa Wakristo tu jamani, kwani huko makanisani mbona Waislamu huwa wanatujoin kwenye matukio mengine, na watu wa imani zingine hata wasiokuwa na dini. Mbona tukiwa na misiba huo wanatusindikiza, wanatubebea majeneza yetu, wanafika wanatulia pembeni, sisi tunaendelea na ibada zetu. Utaratibu ni huo tu. Hata hiyo tarehe ngapi, nyie njooni, jumuikeni na sisi katika hilo. Wakati ibada inaendelea, mnakaa kwa utulivu pembeni, kisha tunajumuika. Ni hivyo. Kwa cha muhimu ni ujumbe ufike, uendelee kufika, na kwa sababu, kwa nini nasema hivyo? Iwe hivyo, wajue kwamba kuna kitu kitafanyika, watoke sasa na hayo matishio yao, wasimamishe hizo shughuli zote, wawafungie watu ndani kama walivyofanya tarehe 9. Dunia sasa ione, tuendelee kuweka hizo records, zitatumika huko baadaye. Mimi kwa leo shauri wangu ni huo tu, na ninaona huo ni mkakati mzuri. Tunaweza tukafanya hivyo tarehe 25, tunaweza tukafanya hivyo tarehe 24 na kuendelea. Asante sana. Kati mzuri sana. Sam, karibu. Shukrani sana mdogo wangu hapa, natumai mko mzima wewe na dadangu zidi ya mapambano haya tunaendelea, na kama kila siku unavyosema mnafanya kazi nzuri, kazi ya haki, kazi ya Mungu. Shukrani sana kwa mimi napenda sana kusema kwamba mdogo wangu hapa Mjahid alikuja na akazungumza vizuri sana kuhusu Watanganyika, Watanzania tushikamane, tuendeleze mapambano haya, na akazungumzia nafikiri kuhusu hawa viongozi wetu wa dini wanavyotuangusha, hasa kwa upande wetu sisi Waislamu wanaangusha sana, na sijui kwa nini wanafanya haya wanaofanya, kwa sababu wao wenyewe ndo wanakuja katika wanatuma mara kwa mara, wanakumbusha kwamba viongozi au kiongozi anatakiwa awe mwadilifu, apate haki. Sasa sijui kwa nini wao katika mawaidha yao au mahubiri yao wanahubiri kwa haki, kama tunavyojua kwamba viongozi wetu walikuwa ni watenda haki na walikuwa lakini sasa leo sijui kwa nini wanakuwa wao wamegeuka, wanakuwa wanaamini vingine, hawaamini haki, amani, kwa sababu wao wanapata manufaa yao wao na mafamilia yao. Kwa hiyo inatosha, hata wanafungia macho mambo yanayopita. Ni vitu ambavyo vya kusikitisha sana, na vitu ambavyo vya kuitukanisha dini yetu, bado dini ya haki, dini ya amani, ni dini ya upendo, ni dini ambayo inazungumzia kila mtu awe na haki sawa. Kwa hiyo jambo la kushangaza sana na viongozi Salum, naam, unanisikia? Ulikata kidogo hapo, nataka kuona viongozi wawe na haki, ikapotea kidogo hapo. Okay. Naona maiki yako inayumba sana leo. Wanazungumzia haki, wanazungumzia amani, lakini sijui kwa nini wanafumbia macho haya mambo yanayoendelea sasa hivi, na wanafumbia macho mabaya sana yetu. Ni vitu vya kusikitisha sana, lakini kama mdogo wangu alivyosema hapo Mjahid kwamba bwana, mapambano endelee, na hivi vita sio vidogo, ni vita vya muda mrefu na vinataka moyo. Kwa hiyo tushikamane ndugu zangu, tutiane moyo, mapambano endelee, na mwisho wao hauko mbali ya madhulumati, kwa sababu sisi tunapigania haki, hatumchuki mtu, hatuna ugomvi na mtu, wala
hatuna nani ubaya na mtu yote. Sisi tunachotaka haki, tunachotaka amani, tunachotaka kila mtu aishi kwenye nchi yake akiwa ana furaha, akiwa anajua nikifanya kosa basi nitahukumiwa kwa kosa langu, kama sikufanya kosa basi nitapata haki yangu. Hicho ndo tunachotaka, hakuna chingine chote. Shukrani sana mdogo wangu Sabaha, Mungu akubarikini, Mungu akulindeni, Mungu akupeni hekima zaidi ya kutuelimisha na kuendeleza mapambano. Shukrani sana. Asante sana. Mimi nadhani tukipata nchi huru either Tanganyika au vyovyote, cha kwanza ni BAKWATA, inabidi either ifutwe au ibadilishwe kabisa, na Zanzibar ije mezani na Tanganyika. Hatuwezi kuendelea na huu mchongo, maana viongozi ni kama wanapachikwa kwenye dini za watu, alafu hata taratibu za vitabu hawafuati. Kwa sababu ilitakiwa jumuiya za Kiislamu ziweze kuwajibisha kiongozi yoyote anayeonekana ametenguka kwenye kanuni au misingi ya Uislamu. Sasa unakuta kiongozi mwingine anafanya mambo ya ovyo kabisa, au anatoa kauli zinaendana kinyume na maandiko, lakini hamna cha kufanya. Na baadhi ya nchi hakuna hii mambo kama BAKWATA. Misikiti iko mikononi kwa wananchi. Wananchi ndio wataamua nani awe imamu wao, wanataka mambo gani. Kwa hiyo kwa ujumla kuna tatizo kubwa sana, na hiyo tutaitanzua. Shukrani. Asante. Na Mihon, majina magumu sana. Na Mihonga. Na Mihonga Munish. Naam. Nipo. Karibu. Wakati unazungumza basi Wallace ajiandae. Karibu. Naam. Habari za saizi? Salama kabisa kamanda, karibu. Asante. Mimi kaka Msabaha. Na mambo katika hii maandamano bila kikomo na mbinu na mikakati, mambo kama mawili tu. Kwanza mimi nasikitika sana kwa jambo ambalo Samia amesema kwamba watu wafanye maridhiano, alafu matokeo yake watu wanaendelea kutekwa, watu wanaendelea kupotezwa, wanaendelea kuuawa wengine. Sasa mimi nashindwa kuelewa hapa ni maridhiano gani. Alafu anakuja tena huyu waziri wake huyu anatuambia eti sisi watu sijui wanamaanisha nchi kuvurugwa kutoka nje, sijui hawa ndio ambao itakie nchi ya amani. Afana mama kabisa anatuambia kwamba, anasema kwamba eti anadiriki kusema eti kufuta chama cha Chadema. Mimi juzi na mtu niliongea naye nikamwambia huyu akitaka nchi ichafuke watu waingie barabarani pasipo kujitegemea, na ndicho kinachofuata sasa hivi. Maandamano sasa hivi ambayo unatakiwa tuingie barabarani, yani yasiwe ya matangazo. Yani watu tu wanavuka tu barabarani, kuanzia mtaani huko wanaingia barabarani. Ukisema kwamba wanaanza kujiweka kwa attention, hasa ama polisi hao. Sema kweli polisi sasa hivi, hata kama wananisikia sasa hivi, polisi kwanza kabisa tuwakatae. Yani wasiwe na urafiki na sisi polisi. Hata kama amepata ajali wapi, unaona kabisa anakufa pale, kumwacha tu afa. Sababu haya yote yanayotokea, unaona huyu Mwigulu anakuja anaongea speech, anasema ana speech za kejeli. Hizi zote ni kwamba huyu Mwigulu anapata kiburi kutokana na hao mapolisi CCM. Polisi CCM ndio ambao wanachangia hawa viongozi ambao wamejiweka madarakani wenyewe kuongea pumba ambazo hazina maana. Yaani wanapoongea wajua wanaumiza watu.
Sasa mimi juzi alokati anazungumza kuhusiana eti watu chama kifutu eti ndio kinasababisha machafuko. Sasa mikakati katika haya maandamano ya tarehe 25, kwanza tusiwape kodi kwamba tunaanzia wapi. Watu wamevuka nani kwenye mitaa yao huko, wameingia ambao wanaenda kwenye kanisani huko, wakaamua walianzishe huko juu usiku huo. Sahihi, hakuna kuwapa kodi. Juzi kuna mmoja walikuwa wanatoka kwenda kwa Mamposa, lakini cha ajabu walitoa kodi, wanasema tunaenda kuandamana kwa Mamposa, tunaenda siku kichafua sijui nini. Mwisho wa siku wanaenda kule wanakuta polisi wamevaa kiraia, afu wana pistol. Sasa hawa hatutakiwi tena kuwapa kodi, hatutakiwi, yani ni namba tuitoke barabarani inavyotakiwa, wala tusiwaambie kwamba leo mmsikia mkuu ule msemaji wa polisi ule anazungumza pumba pia. Sasa huyu msemaji wa polisi huyu tunatakiwa tumjibu kimya, ama andamano tusiwe na kutolea taarifa, kwa sababu hao wenyewe wanapokuja kuteka watu hawatoi taarifa. Unashtukia tu umechukuliwa kama kuku, umepotezwa. Alafu kitu kingine, Watanganyika tuamke. Hii habari ya kuacha mtu unamuona eti anaondoka, anachukuliwa, alafu anapiga kelele anasema bwana natekwa, alafu watu wanaangalia tu, wanachukua movie. Hii kitu sijui ni kitu gani, sijui watu wamelishwa ulonzi gani ambao wa kishenzi, ambao watu wanashindwa hata kuataki. Polisi wenyewe wako 5, nyinyi raia mpo watu 100. Inakuwaje swala kama hili? Watu wanakaa tu. Sasa wamenyeshwa kitu gani Mungu wangu? Yaani tunatakiwa tuamke Watanganyika. Tusipoamka watu wataendelea kupotezwa, na utawala ni wa kumwaga damu tu, mpaka tukiuacha ukaendelea hivi tutaisha, hakuna anayebakia. Hawa sio wa kucheka nao. Kwanza polisi hao sio kucheka nao, polisi hawa wa kuondoa. Yaani popote unapomuona polisi, kwanza hapo polisi hawa wananisikia. Nyinyi tunaishi nao huko mtaani. Alafu wengine mnaenda vilabuni mnalewa kweli kweli kama nani. Tutawafuata huko. Tutaanza na nyinyi huko. Sababu mnatuletea ujinga kwenye hii nchi. Mnatumika ovyo. Kijinga. Kwa kaka Msabaha, mimi niseme tu kitu kimoja. Haya maandamano ya sasa hivi tusiwaambie tunaanzia wapi. Kwa sababu tukishaanza tusema tu tunaanzia tu kutokea sehemu fulani kwenda sehemu fulani, wala tunakwenda wapi tusiwaambie. Kikubwa waanzie mtaani huko, wameanzia wapi? Kikubwa namba tuisome kwenye barabara basi. Na sasa yani kuna kitu kimoja kaka Msabaha, tusiminyane mikoa yote watu waandamane. Kuna mikoa mingine mioga kama huku nilipo mkoa wangu mimi huku wa Tanga hamna chochote kabisa huku. Huku ni wapuuzi tu hapo. Mtu anaogopa kuandamana, unaotoka barabarani peke yako unakuta mapolisi tu wamenani. Wao wanaogopa. Mkoa mmoja tu ukichafuka kikaeleweka, hiyo mikoa mingine nayo itafanya hivyo. Yaani bado mkoa mmoja tu kuanzisha namba ikasoma barabarani inaoeleweka. Tumemaliza kazi. Mkoa mmoja tu. Haijalishi ni mkoa gani unaanza. Na hii mikoa mingine tufuate. Wala tusitake yani mikoa yote ianze kwa mkupuo mmoja, hapana. Mkoa mmoja tu. Hicho ni namba ambayo ni tosha kabisa ya kuweza kuiondoa hii serikali ya dhalimu ya hovyo ambayo haitaki watu waongee ukweli. Kwa Msabaha, mimi kwa kweli yangu ndio hayo. Tusiemwache mtu anachukuliwa, mtu anaomba msaada. Jamani natekwa. Mtu eti watu wanabaki kuangalia kwa nani hicho. Chukueni mawe, mawe haya yanafanya nini? Piga mawe. Polisi hao. Hana lolote. Piga mawe.
kama watamwachia huyo mtu. Kaka Msabaha, mimi yangu ni hayo, asante sana. Asante sana kamanda, asante sana. Wallace, karibu. Asante kaka Msabaha, naomba nifahamu kama nasikika vizuri. Unasikika vizuri sana, karibu sana. Asante. Nianze kwanza kwa kuwashukuru na kuwapongeza wazungumzaji waliopita. Mimi nataka tu niongezee mambo machache katika hayo ambayo yamekwisha semwa, lakini kabla sijaendelea na ujumbe ambao nataka uje direct kwako na kwa dada Maria. Sijui kama dada Maria yupo online ananisikia. Endelea. Naam, mambo ambayo hii regime, hii serikali ya CCM imekuwa ikiwafanyia wananchi mmeyaona, miaka nenda rudi. Nadhani huku tulikofika tuseme kama tunafika kwenye kilele, yani ni culmination. Mambo ambayo yamekuwa yakifanyika yanaenda tu yanaongezeka, uovu ule unaenda unaongezeka kila mwaka uovu unaenda unaongezeka. Lakini sasa hebu tujiulize swali, kwa nini tumefikia huku? Tumefika huku kwa sababu tulijengewa tabia na roho ya ukondoo. Roho ya ukondoo, kuna yale maneno ya kusema kwamba Tanzania ni nchi ya amani, yaani ukondoo fulani ambao na sisi ni kweli tukaingia kwenye, tukajivika ule ukondoo kama taifa, tukaamini kwamba sisi ni wapekee sana. Hata ukiangalia kwenye mitandao huko nchi za nje wakawa wanasema Tanzania ni nchi ya amani and what not, lakini obviously tumekuja kugundua kwamba tulikuwa wajinga tu. Sasa ujumbe ambao mimi na udirect kwako kaka Msabaha na kwa dada Maria, kwanza mnapohimiza masuala ya maandamano, naomba mdrop hiyo statement ya amani. Acheni kabisa hiyo statement ya amani, kwa sababu mimi binafsi na wapo Watanzania wengine wengi mnawavunja moyo. Hamwezi mkawa mnaongelea mambo ya maandamano ya amani wakati wao wanapokuja kuwaumiza Tanzania, they don't care. How can you talk of maandamano ya amani? Watu wanalawiti. Hebu imagine wewe ndugu yako wa kiume unasikia ametekwa, amelawitiwa. Yani ni vitu ambavyo ni unimaginable, yani hata havifikiriki. Ukijaribu kuviimagine unashindwa hata kuelewa. Unaanza kuvifikiriaje vitu vya namna hiyo? Kwa hiyo naomba mkihimiza maandamano, nyie semeni tu watu watoke kwenye maandamano. Habari ya amani acheni. Wananchi watakapofika ground, wao ndio watajua kwamba wanatakiwa wafanye kwa amani au wafanye vinginevyo, kwa sababu serikali imeshaonyesha na inaendelea kuonyesha bila woga waziwazi kwamba they don't want peace. How can you talk of maandamano ya amani katika situation ya hivi Lakini pili, lazima kwenda mbali, labda kuna kukosa uelewa kuhusiana na neno amani au maandamano ya amani. Ya kuweka sawa ili walau na wewe uwe mjumbe wa hivi vitu. Kiandamana kwa amani na kukiwa na risasi, kuna amani? Hapana. Hapana. Ukiandamana na polisi na kushambulia marungu, wewe umeandamana kwa utulivu, kuna amani hapo? Hakuna amani. Hakuna amani. Amani ni pamoja na kumweka huyo polisi kwenye oda. Raia wanaruhusiwa kukamata mtu yeyote anayevunja amani. So sisi tunaposema maandamano ya amani tunamaanisha hivyo, ni amani na wajibu wa kulinda na kuenforce au kushindikiza sheria ifuate mkondo. So unapoandamana na mtu anaanza kupiga, yani kuna kitu kimoja watu tunajichanganya. Polisi afisa yote wa serikali hana kinga ya kuwa juu ya sheria. Mtu yeyote yule anapokuja kutibua kitu au anapokuja kuondosha amani anatakiwa kudhibitiwa.
anatakiwa kuwekwa kwenye mazingira yanayoleta amani kwenye yale maandamano au kwenye ile shughuli. Hiyo ikiwemo na hiyo power kwamba huyu mtu anapiga watu risasi, mnamuarrest nyie kama wananchi. Kwa hivyo huwa sisi hatuna maana kwamba watu waende wakawe kafara. Sisi tunaposema maandamano ya amani tunatambua sheria za nchi na tunahitaji wao nao waje wakiwa wanatekeleza sheria ya nchi. Pale ambapo wanapovunja sheria za nchi wanatakiwa kudhibitiwa au kukamatwa, kuwekwa chini ya ulinzi. Yaani wananchi, unajua labda kama ulivyosema mwanzo, labda tumepotoshwa sana, lakini kama ingekuwa elimu ya uraia au tumepewa mwanga kuhusiana na sheria zilivyo, neno amani halina maana uwawe. Okay. Na lina nguvu kuliko hata kusema tunaenda kufanya fujo. Kwa sababu sasa unaenda kufanya fujo, yani utaifanyaje, unaandaje vifaa, unafanyaje? Lakini mtu unayesema mimi naandamana kwa amani, ina maana yeyote yule anayekuja kama askari, anayekuja kama afisa, anayekuja kama muandamanaji, haelewe kwamba sisi tutakacho enforce ni amani. Na unapo enforce amani ni pamoja na kudhibiti matendo yoyote yasiyo na amani. Sijui kama tutakuwa tumeelewana. Nimekuelewa vizuri kaka Mshabaha. Naomba niendelee. Asante. Sawa. Sasa niendelee pale nilipoishia, ni kwamba nilitaka kusema lazima pia tuangalie historia na tuangalie mambo ambayo yametokea katika nchi, katika region yetu na katika nchi ambazo zinatuzunguka. Sidhani katika miaka ya hivi karibuni, sidhani kama kuna nchi yoyote ndani ya bara la Afrika ambayo imefanikiwa kuondoa viongozi wadhalimu walioko madarakani, type ya Chama cha Mapinduzi hii, without violence. Yani kwa kweli mimi naomba leo mtanisamee, msinikatishe, kwa sababu mimi leo I'll be talking about violence. Kwa sababu inavyoonekana violence ndio njia pekee. Yani tujiandae kwa violence, hata kama sawa tunazungumza masuala ya amani, maandamano, hatuendi kuharibu mali za watu, hatuendi kuharibu mali za umma, lakini let us prepare for violence. Na Watanzania pia mnatakiwa mjue kwamba huko tunakoelekea, kwa sababu naona kama kuna kwa experience niliona mimi mkoa niliopo, bado Watanzania wana imani sijui jeshi la wananchi litawalinda. I'm telling you, jeshi la wananchi limeshaonyesha wazi kwamba linamlinda nani. Kitendo cha kuzuia hata maandamano ya Disemba 9 walionyesha wazi, hatuhitaji tena proof nyingine. Kwa hiyo Watanzania mjiandae, mjue kabisa kwamba hamna jeshi wala hatuna watetezi, ni sisi kama sisi. Kwa hiyo itafikia point ambayo tuwe tayari hata kupambana na hilo jeshi la wananchi. Huo ndio ukweli ambao lazima tuukubali, na tukiendelea kudinai hatutafika, na kama tutafika tumechelewa sana. Tuangalie katika matukio yaliyotokea katika ile inaitwa Arab Spring mwaka 2011, mapinduzi yaliyofanyika katika mataifa ya Kiarabu. Hayakupatikana kizembe, watu walimwaga damu, mpaka wanakuja kumtoa Gaddafi, sijui kule Tunisia wakamtoa kiongozi, Misri wakamtoa Hosni Mubarak. Hayo mambo hayakupatikana kirahisi. Sisi Watanzania pia tuache ile ya kufikiri kwamba tunaweza tukapata haki, tukapata taifa ambalo ni huru na lina haki kwa njia nyepesi. That one will never happen. We must prepare for that. Kwa kumalizia, naomba nisiongee mengi sana kwa sababu hadi pressure mimi imeshaanza kunipanda. Kwa kumalizia, kila mtu kwa nafasi yake kwenye haya maandamano, wale ambao watakuwepo barabarani wawepo barabarani, lakini wale ambao wanaona ana uwezo, akiwa yeye individual au wakiwa katika kundi, kwa sababu we are sure, mimi nawaambia Watanzania be sure, pamoja na alichosema kaka Mshabaha kwamba amani ni katika kundi. Polisi wakijaribu labda kuleta vurugu, piga risasi ndio wadhibitiwe, lakini nawaambia hivi 100% sure tuko hapa, polisi watajaribu kuua wananchi, hilo linajulikana,
Yapo magenge ya UVCCM ambayo yanaandaliwa, hata tarehe 9 yalikuwepo, na sasa hivi maandamano ya tarehe 25 yanaandaliwa magenge. Kwa hiyo mimi nawaambia wana Tanzania, yule mwenye nafasi na mwenye uwezo, ukiwa isolated wewe kama wewe, au hata mkiwa katika kikundi, lazima na sisi tufanye vitu vya kuwamaliza nguvu. Kama una uwezo wa kuwa-attack na wao, attack them. Viongozi wa CCM wanajulikana, attack them. Ukiwa individual, hata mkiwa kikundi, hata ikiwa ni sehemu unaona kabisa huyu mtu anapita hapa na naweza nikamvizia, nikachukua hata chupa nikapiga tu, attack them, kwa sababu ndiko tulikofikia. Yani hiki ni kitu ambacho hatuwezi tena tukaanza sijui sasa hivyo itakuwaje. No, ndipo tulikofikia, kwa sababu wao wakiamua wanafanya. Wamefanya mara ngapi? Wanakamata, wanateka, wanaua, wanabaka, wanawafira watu. Sasa what's the point of all this? Yani unaishi katika nchi ambayo kila saa unawaza kwamba kumbe itatokea siku nitalawitiwa, nikisema tu serikali, nikikosoa tu hivi nitalawitiwa. Yani ndio maisha tuliyofika. Si bora ufe? Yani bora ufe. Kwa hiyo mimi jamani, ndugu zangu, let us take action, kila mtu kwa nafasi yake. Hakuna tena mambo ya kurudi nyuma. Msiharibu mali za umma, msiharibu mali za watu. Siende kubomoa duka la mtu kwenye maandamano, that is unacceptable. Lakini kuharibu mali za CCM is acceptable. Hiyo ni acceptable kabisa. Haribu. Kuwashambulia wana CCM is acceptable, kwa sababu na wao si wanatushambulia. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake. Unaweza kuwa-attack ama ku-attack mali zao, hata ku-attack familia zao pia, kwa sababu they are the same thing. Wao wanapotuumiza sisi huwa hawajali kuhusu familia zetu. Naam. Nimekupata na naelewa machungu yako, lakini kwa bahati mbaya platform hii tunajitahidi tusiwe kama wao. Lakini hatuwezi kudhibiti hisia au machungu ya kila mtu. Na mara nyingi tumekuwa tukiwaonya CCM na hii serikali dhalimu kwamba wameshaumiza watu sana na wanahatarisha maisha yao pia, kwa sababu wao ni wachache. Mimi kwa kuboresha tu wazo lako, kwa sababu hawa wana CCM ni jamii ambayo tuko nayo, ni muhimu wakati huu wa vuguvugu la maandamano wafuateni kwenye familia zao, waambieni jitengeni na hiki chama, tenga na hiki chama, sababu tukigeuka wauaji kama wao hata itakuwa haina maana ya kile tunachokipambania. Lakini tunaweza tukaimaliza CCM kama wanavyosema kwa kwenda kwenye familia zao, kwa kuwaeleza bwana, chama tunakichukia, na hivyo tunapokuona wewe unapokuwa mwana CCM tunakuchukia hapa mtaani. Kwa hivyo una option mbili, hama mtaa wetu au achana na CCM na uwaambie umeachana na shughuli zao. Hivyo tunaweza tukajikuta kuliko kutumia labda njia ambayo ni ngumu unayosema, tukakuta wengine wakaachana na CCM, na kuna maeneo watu wameachana na CCM. Kwa hivyo labda tusiwe waoga kama wao kuvizia watu kama wanafanya na nini, kwa sababu sisi ni majasiri, na ndio maana hata hii space tunaifanya waziwazi. Wafuatwe wana CCM popote huko mnakowajua waliko, na mwache kuchukua biashara zao, mwache kuhudumiana nao, mwatenge. Ndio maana huyu Mwigulu anahangaika na hiyo, kwa sababu tukishakubali laana ya kurudi kushirikiana na CCM au mtu yeyote aliyeshirikiana na CCM, tutakuwa tumevunja ule mwiko ambao tumeshavuka. Kwa hivyo mimi na naziheshimu sana, na najua mengi yamefanyika, na kila mtu hapa akifungua moyo wake kuna namna. Maana mimi naelewa wewe ni mtu timamu. Ikifika hatua umekasirika namna hii, yawezekana kuna mambo mabaya sana umeyashuhudia au wamefanyia kwa mtu wako wa karibu, kwa sababu hao watu hawaelewi. Wakati mwingine tutakuwa na marafiki tu, una rafiki yako si ndugu sio nini, mnajariana, mnapendana, mnashirikiana, wanakwenda wanamuua. Au tu binadamu unafungua WhatsApp group unakutana na mapicha mabaya ambayo wewe huyapendi. Na CCM wameaffect nchi nzima kisaikolojia kwa haya mambo yao haya ya ufiraji, ubakaji na kadhalika. Wasichoelewa ni kwamba kila mtu wanamweka kwenye position ambayo wewe umefikia.
na itafikia hatua na wewe kwanza una nafuu sana. Sisi wengine tumetafutwa na watu wanauliza, sio aombi chochote, anakwambia hivi, unajua sehemu yoyote zinauzwa bunduki au mikakati ya kupata bunduki? Kwa sababu mimi hili swala nataka nimalize nalo. Unamwambia please, na huyo ni msomi, ana degree ya sheria. Watu wamechoka, na hata ningependa kuwatumia ujumbe kwa hao wanaojiita mawaziri wa bunge. Nyie ni Watanzania, Watanganyika wenzetu, hampo salama kwa sababu hamjajua huko ground. Huko ground kuna moto sana, watu wana machungu. Mnaposikia watu wanazungumza kama hivi, na ndio maana tuliwawekea space tukijua mna akili. Yaani sisi tulitegemea mkiwa mnasikia machungu hivi kuliko kamata ya watu, mtakaa chini, mtajitafakari kama binadamu. Labda hata mngesema kwani hii nchi ya watu milioni 60, kwa lazima mimi tu niwe kiongozi? Kwa lazima tung'ang'ania? Basi endeleeni na nchi yenu. Kwa sababu huwezi ukasema eti labda Mwigulu au Samia eti wakiwa viongozi ndio kuipenda nchi. Kwani wasio wakulima wakaipenda nchi? Au wakaenda wakapasua mawe wakauza kokoto na yenyewe ikawa sehemu ya kupenda nchi? Kama kweli, kwa sababu ingekuwa hivyo, ukisema kwamba ukiwa kiongozi kuipenda nchi, nafasi za uongozi ni chache, hazifiki hata milioni 1. Ina maana katika milioni 60 waliobaki wote ambao sio viongozi hawapendi nchi yao. Na ndio maana kuna baadhi ya nchi ukiona maandamano na nini, kiongozi anasema bwana haina shida, mmenikataa, it's okay, tuanze mchakato, pateni kiongozi mpya. Hiko hivyo tu. Na hiyo ndio kanuni ya utu. Huwezi kang'ang'aniza, yani unafoji vitu eti leo hiki kibibi kinaamka kinasema eti watu walipiga kura asubuhi. Wewe Samia wewe. Naomba nimalize kwa neno moja kaka Msabaha. Maliza kwa hilo neno moja. Mimi namaliza kwa neno moja la mwisho. Nawaambia ndugu zangu wa Tanzania, bila kutumia force, bila kunyanyua silaha kupambana, Samia anamaliza miaka yake 5 na atakuja kiongozi mwingine wa CCM na ataendelea hayo ambayo alikuwa anayafanya Samia. Kama hamtanyanyua silaha, tupambane na hii serikali. Maandamano ya amani, we are going nowhere. Asante. Nashukuru. Dada Maria, najua leo umekuwa na changamoto ya mtandao na imekuwa ngumu kidogo kizungumza space na inadondoka, lakini tunawashukuru wote ambao mnakuja space mara kwa mara, na huwa ni changamoto sana kuendesha hiyo space kwa sababu pia si tu kwamba ni kazi yenye burudani, lakini ni kazi ambayo inaleta faraja ya moyo, kwa sababu kwanza mnasikia hali ilivyo. Tunajaribu kulijenga ili taifa kwa kadri tutakavyoweza, na tunajaribu walau kufikisha ujumbe kwa kila mtu, si tu watawala, kwa kila mtu kuelewa hali si nzuri na mazingira yashaharibika. Na haya mazingira yameharibiwa na CCM. Yaani si kwamba kuna mtu mwingine aliyeharibu. Haya mazingira yameharibiwa na CCM, na wameharibu kimkakati kwa ajili ya kurithishana madaraka. Nchi yetu si ya kifalme. Nchi yetu ni ya kidemokrasia. Unatakiwa kuwa na ushawishi, ushindani ili uweze kupewa nafasi ya kuongoza au kuwakilisha. Sasa tumekuwa pia na mifumo ya kizamani, katiba mbaya, polisi ambao wanaokota tu amri popote wanazitekeleza. Familia za baadhi ya hawa viongozi wanaweza wakawa watu wenye vyeo kuliko hata wale ambao wana dhamana ya kiofisi. Yani aliyeapishwa, kwa sababu kuna taratibu za kuchukua ofisi. Unaapishwa, unapewa miiko, unasainishwa labda dokumenti za maadili na nini. Abdul amesainishwa kuhusiana na nini? Na Abdul na waziri mkuu yoyote yule, awe huyu batili au yule wa zamani, Abdul ana nguvu. Abdul ni kama wakati Samia akiwa halali, alipokufa Magufuli, sijui alipomuua, akaingia madarakani, akawa sawa yeye na Abdul wakawa kama wameingia kwenye choo kimoja. Sasa taratibu za aina hiyo ndio haiwezekani. Hili taifa lina watu wenye akili timamu kwa sasa hivi. Alafu vitu vingi vimeharibika. Watu hawataki uongozi wa kiboyaboya namna hii.
Mambo ni magumu. Wabunge endeleeni kung'ang'ania na huu bunge wenu haramu, au mawaziri endeleeni kujipachika. Lakini mimi nawasihi, hii hali mnayoiona, mngejitenga. Ugueni, sema unaumwa, kama ni mwanaume tafuta sijui Injili, vyovyote vile. Kama ni Busha, kama Kikwete, fanya vyovyote unavyojua. Mbona Kikwete alikuwa anatudanganya anakwenda kula bata, anajifanya anaumwa, tembea tembea kila sehemu. Na nyie jiuguzeni, achaneni naye huyu Samia. Poteeni, mnazidiwa hata na mzee Wasira, hata siku hizi anaonekana kimkakati. Mwacheni huyu Mwigulu mwenda wazimu hangaike, yeye ni kichana. Ameshawahi paka kujiandika kwenye jiwe rais wa Tanzania sijui na sasa huyo mtu ni waziri, unakwenda unakujiandika kama kitoto cha shule ya msingi. Watoto wa shule ya msingi unakuwa anaandika kwenye kuta fulani Che Guevara sijui nini. Sasa ili mtu ni waziri zima unaenda kujiandika kwenye mama. Huyo mnasema ana akili nzuri? Wale wenye akili timamu, jikomboeni na haya mauaji. Jikomboeni na laana ya Samia. Samia hana dini, hana utu, hana chochote kile. Asanteni, tunawakaribisha tena kwenye space kwa sasa hivi. Kwa kadri ambavyo muda utakapokuwa unakwenda ndivyo hivyo tutakuwa tunaibuka pia. Tunategemea tunaweza tukawa na space fupi hapa kati kwa ajili ya kushare nini kinachoendelea na kadhalika. Na kama ilivyo nadhani nimeona ni ngumu kwa sasa hivi kuzuia hii nchi kuingia kwenye chochote kile, hata fujo. Yaani ni ngumu. Sisi watu tunajitahidi kwa kadri tunavyoweza kushawishi na kuelimisha watu, lakini hatuna nguvu kama nyie ambavyo hamna nguvu kuzuia chochote kinachoweza kutokea. So shukrani sana, asanteni sana, karibuni kwenye spaces za mara kwa mara, na mwakaribishe na wengine kwa ajili ya kuendelea kupata maarifa, pia kusikiliza hisia za watu kwa sababu ni muhimu. Si wakati wote tunapata maarifa, lakini unaposikia Watanzania wenzako level ya maumivu waliokushafikishwa, level ya uchungu waliokushafikia, ndipo unajua taifa lako linaelekea katika mwelekeo gani. Kwa hivyo itakusaidia katika maamuzi, katika maombi, katika kupambana, kila namna ya kila kitu. Dada Maria, kama unanisikia basi unaweza kaifunga